My stepfather alinifukuza kitu saa 9 ya usiku. My stepfather alinifukuza kitu saa 9 ya usiku. Sitawahi sahau. Saa 9 ya usiku. Alikuwa anataka kunipiga. Nilipitia mateso mengi sana. Na kuchukiwa na kudharauliwa. Nilianzia kuhubiri nikiwa mtoto mdogo sana. Nilianzia kuhubiri nikiwa na miaka 7-8. Tuseme nikiwa na miaka 8 ndio nilianzia kuhubiri. Kwa soko moja inaitangwa soko ya Joska. Nikiwa na miaka 8. Na mimi nimelelewa na shida kubwa sana. Na nimelelewa na my stepfather. Nimelelewa na my stepfather. Na nimelelewa na shida kubwa sana. Maana nilikuwa nachukiwa sana kwetu. Na nilikuwa ninaonewa sana. Na basi nikaanzia kuhubiri nikiwa na miaka 8. Na nilikuwa ninauza machungwa asubuhi. Nanunua machungwa na mandizi nazungusha. Alafu tena masaa ya jioni ninahubiri. Hivyo ndivyo nilikuwa nafanya nikiwa na miaka 8. Basi nikaendelea. Nikalelewa na shida kubwa. My stepfather alikuwa ananichapa sana na alikuwa ananipiga sana na alikuwa ananichukia. Alikuwa ananichukia sana. Kwa hivyo nikapitia a lot of problem, nikapitia kwa shida kubwa mingi, lakini nikajipa nguvu. Nikijua kwamba siku moja nitakuja kufanikiwa. Sikukata tamaa na sikufika mwisho. Nililelewa na a lot of problem. Nililelewa na shida, maisha ya kutukanwa, maisha ya kudharauliwa na kutengwa. Kwa muda mrefu tu. Basi sikuchoka. Nikafika class 7. Bado kukawa na shida. Kwa hivyo class 7 nikaendelea. Nikafika class 8. Class 8 nikafanya mtihani KCPE. KCPE nilipofanya mtihani nikapata max 103. 103. Initial nilikuwa na 12. Composition nilikuwa na 08. Science nilikuwa na 16. Kwa hivyo nilipata max 103. Na basi sikukata tamaa na sikufika mwisho. Nikakaa mwaka moja nyumbani. Na basi baadaye nikafukuzwa na my stepfather. Nikaenda ushago. Mahali mama yangu amezaliwa. Mama yangu amezaliwa Machakos. Mahali panaitangwa Mutitone. Basi nikaenda huko. Nikakaa kwa muda mrefu sana. Na siku moja aunti yangu akapigia shosho yangu simu. Aunti yangu anaitwa Mutheu. Akapigia aunti Mutheu, akapigia shosho yangu simu. Akamwambia na Kikamba, esobeani ina keko. Kila cho kabumusi. Esobeani ina keko. Kiko ni nyoka kubwa duniani. So mimi nikasikia lakini sikuonyesha my shosh kama nimesikia. Lakini nikasikia aunti yangu akiniita keko. Esobeani ina keko. Kila cho kabumusi. Basi sikukata tamaa na sikufika mwisho. Nikaendelea na maisha. Lakini sionyeshi mtu chochote na sidharau mtu yoyote. Naheshimu kila moja, ninatambua kila moja. Nikaendelea. Siku moja nikapatana na mtu mmoja wa kutoka Kitui ambaye anaitwa Apostle Nicodemus. Mungu ambariki sana. Nikachat naye WhatsApp. Nikamwambia mimi ni mwimbaji, mimi ni pastor. So tukajuana na akawa ndio ananilipia simu. Basi nikaendelea. Siku moja akanialika kanisani kwake Kitui. Na basi nikaenda huko, nikabeba nguo zangu. Nilienda Kitui na nguo ya paper bag. Nilienda Kitui na paper bag. Na nilikuwa nimevaa slippers. Hapana, nilikuwa nimevaa raba na nikabeba slippers. Lakini raba zenyewe zilikuwa zimeraruka chini. Nikaenda huko nikahubiri. Nikakaa sasa nikaonekana ni kama niko nyumbani. Nikakaa huko sana, akanikaribisha, nikakaa siku mingi sana. Nikaanza kuhubiri door to door, naenda kwa kila nyumba nikihubiri. Basi pia siku moja nikasikia ni vizuri vyema niende nikahubiri kwa soko basi.
Nikaenda kwa soko ya hapo kwao panaitangwa Kabati. Nikaenda nikahubiri Kabati. Nikahubiri Kabati, nikahubiri. Nikimaliza kuhubiri masaa ya kuitisha sadaka, mama moja akaniita. Akaniambia, "Pastor, Bwana asifiwe." Nikamwambia, "Amen." Akaniambia, "Pastor, niko na mtoto wa brother yangu mgonjwa na ningependa sana umuombee." Nikamwambia, "Okay, ni vizuri sana, naweza nikamuombea." Akaniambia, "Huyu mtoto amekuwa mgonjwa muda mrefu na wamekuwa wakitafuta mtu wa kuombea huyo mtoto, amekosekana." Akaniuliza, "Pastor, unalipishanga pesa ngapi kuombea mtu apone?" Nikamwambia, "Mimi silipishangi mtu sadaka, lakini mtu anatoanga kila ambacho ako nacho." Nikaenda nikaombea yule mtoto. Kumbe baba yake anakaanga Mombasa. Basi nikaombea yule mtoto, na after like 4 days, 5 days, baba yule mtoto akanipigia simu. Akanisalimia, akaniambia, "Bwana asifiwe mtumishi wa Mungu." Nikamwambia, "Amen." Alinipigia kitu saa 4 ya usiku hapo. Basi nikachukua. Akaniambia, "Mimi ndio baba yule mtoto ambaye ulimuombea, na nashukuru Mungu sana mtoto amepona. Na ningependa kutoa sadaka." Nikamwambia, "Okay, unaweza ukatuma basi." Akanitisha namba yangu ya M-Pesa, nikamtumia. Like 3 minutes akaniwekea sadaka ya 12,000. 12,000. Na basi nikastuka sana, maana hiyo ndio ilikuwa muujiza mkubwa katika maisha yangu. Hiyo ndio ilinifungulia. Hiyo ndio ilikuwa my breakthrough. Hiyo ndio ilikuwa kitu kikubwa Mungu kunifanyia katika maisha yangu. Basi hapo tu nikapatana na pastor mwingine anaitangwa Maitha Peter, ambaye niliimba kwa ile wimbo yangu ya Kudhina ambaye. Ukisikiza wimbo pale climax utasikia nimesalimia huyo pastor. Anaitwa Pastor Peter Maitha. Ama Maitha Peter ni mama. Basi nikatoka kwa Nicodemus nikaenda kwa Pastor Maitha Peter. Nikakaa huko na hiyo sadaka yangu 12,000. Nikakaa. Mama yangu wa kiroho kiwimbaji, Mumo ama Karo Mumo, nikampigia nikamwambia nahitaji speaker kale kadogo kakucharge ili nianzie kuhubiri na kuimba kwa masoko. Nikaenda nikanunua hiyo speaker. Basi nikaanzia kuhubiri kwa masoko. Naenda Kabati, naenda Matuu, naenda Wote, naenda Kibwezi, naenda kila mahali na hiyo speaker ya kujaji, nikienda nikihubiri neno ya Mungu. Basi Mungu wa yatima na Mungu wa wajane halali. Watu wakawa wananisupport, wanatoa sadaka, wananisupport sana. Kitui nilikubalika na Kitui nimekubalika. Asante sana mashabiki wangu wa Kitui. Nikawa naenda mpaka Kitui town. Naenda huko ninahubiri, ninaimba, and people they really support me. I thank God. And God bless you, mashabiki wangu wa Kitui. Basi nikaendelea. Sasa nilikuwa nakaa kwa wenyewe. Sasa wakati nilitoka kwa Nicodemus nikaenda kwa Maitha Peter. Nikawa nalala kwake nyumbani. Nilikuwa nalala nyumba ya kijana wake mdogo anaitangwa Vincent. Basi nikapata pesa, nikapata sadaka, watu wakawa wananitolea. Nikatoka kwa hiyo kijana nikaenda kukomboa nyumba yangu mahali kwa hiyo soko inaitangwa Kabati. Na nikaanzia maisha. Nikaendelea mpaka wa leo. Leo nishukuru Mungu sana kwa mahali Mungu amenitoa. Hata kama bado kuna magumu napitia, nimechukua nafasi nimshukuru Mungu kwa kule alikonitoa. Mahali nimefika, kama sio kwa mkono wake singefika. Kwa hivyo ashukuriwe Mungu wa Abrahamu, ashukuriwe Mungu wa Isaka na Yakobo, ambaye amenifikisha hapa nilipo. Sio kwa nguvu zangu, sio kwa ujanja wangu, sio kwa kuwa mimi ni mjanja wala mimi ni mwelevu, lakini ni kwa mkono wa Mungu. Nataka nikutie nguvu wewe ambao unaopitia mateso. Hii video hii, wewe ambao unanitazama umepitia kwenye majaribu,
umepitia kwenye kutukana na kudharauliwa, usife moyo na usikate tamaa. Mungu atakufungulia njia. Mungu anaweza kutumia mtu yoyote akuwe msaada katika maisha yako. Mungu anaweza kutumia mtu yoyote akuwe msaada katika maisha yako. Mungu anaweza kutumia anybody akusaidie katika maisha yako. Mtu yoyote. Mungu anaweza kukutumia anybody. Anaweza kukutumia mtu ambaye hata umjui ndio akuinue na akubariki. Usikate tamaa, na hata wale wanakuchukia siku moja watakupenda. Wale ambao wakupendi, one day they will come to love you. Siku moja watakupenda na watakuheshimu. Hao tu hawakupendi ndio watakuja kukuheshimu. Hao tu hawakupendi ndio watakuja kukuheshimu. Kuna watu walifuta namba zako za simu. They will come to search you. Me, I've seen God. Nimeona Mungu akinibariki. Nimeona Mungu akiniinua. Nimeona Mungu akinitetea. That is God in heaven. Sasa kuna magumu napitia. Sina speaker ya kuhubiri. Ile nilikuwa nayo imechomeka. Nataka kununua speaker nyingine. So uko hapo. Mungu anaweza kuwa amekuguza. Uko hapo. Mungu amekuguza. Mungu akuguze tu. Niweze kupata speaker nzuri. Nahitaji speaker ya 32,000. Na pia ningependa kufungua kanisa hivi karibuni. Na sina viti na naendelea kujipanga. Ningependa uweze kunisupport na chochote kile unaweza ukanisupport nacho. Sitasema unichangie, lakini ningependa usupport huduma ambayo iko ndani yangu. Na kuomba kwa heshima ya Mwenyezi Mungu, guzwa tu unisupport kwa chochote. Namba yangu ya M-Pesa ni 0110 86 92 43. Namba yangu ya M-Pesa ni 0110 86 92 43. Ukitaka kuwasiliana na mimi, hiyo ndio the same number. Wacha nikupatie namba tena. 0110 86 92 43. Hiyo ndio namba yangu ya simu. Please, ni support. Kile ambacho uko nacho, kile utatoa, ndicho nitashukuru nacho. Ni support kwa chochote, either ni chochote utanisupport nacho, nitashukuru. Nimepitia maisha magumu, mimi ni kama yatima. Sina mtu wa kunisupport, sina mtu wa kunishikilia. Na ningependa kueneza injili ya Mungu. Ningependa kuhubiri huyu Yesu, lakini I don't have, sina hiyo uwezo. Ningeomba munisupport. My friends, my fans, wale ambao huwa mnanisikiza, wale ambao huwa mna watch video zangu, Mungu awabariki. Mmekuwa watu wa maana, mmekuwa watu wa msaada. Ningeomba hata share hii video kwa watu wengine. Waambie tu kuna mtu ambaye anahitaji kuhubiri na ana instrument. I'm a pastor. Nataka kufungua kanisa. I want to open a church. I want to preach the word of God. Sihubiri neno ya mama yangu, sihubiri shosho yangu, sihubiri watu wetu, sihubiri mtu yote. Nahubiri Kristo Yesu. Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye ninayetaka kuhubiri. Please support me. Please nishike mkono. Namba yangu ya simu ni 0110 86 92 43. Namba yangu ya simu ni 0110 86 92 43. Nahitaji speaker ingine. Sina speaker. Please support me. Please support me. I beg. Nishikeni mkono. Nisupportini. I need a new speaker. Namba yangu ya simu, namba yangu ya M-Pesa ni 0110 86 92 43. Kile ambacho utatuma ndicho nitashukuru. Anything you can send any amount just to support me. May God bless you. Na Mungu akuwe pamoja na nyinyi. Ninawaombea tu, Mungu awabariki. Tukimaliza ningependa tuombe kwa wale ambao wanaotoa kile ambacho wanatoa kwa ajili ya kusupport kazi ya Mungu. Ningependa tuombe.
Baba, pokea sifa zote na utukufu. Bariki kila mmoja anaonitazama, bariki watazamaji wangu, bariki kila mmoja wa mama kwa wazee, wale ambao wanaotoa pesa, wale ambao wanaotoa mchanga wao kwa sababu ya kusupport kazi yako, tuweze kupata vyombo zuri za kuhubiri. Wabariki na ukawaonekanie, ukatengeneze njia mahali hakuna njia, kwa sababu wewe ni Mungu. Wakumbuke na ukawashindanie, kwa sababu wewe ni tegemeo na wewe ni msaada. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana na awainue. Nashukuru kwa support yenu. May God bless you. May God bless you. Nikinunua hiyo speaker nitawaonyesha. I want to buy a new speaker and I don't have money. Please send any amount. Tuma amount yoyote. Namba ya kutuma chochote ambacho uko nacho ni 0110 86 92 43. 0110 86 92 43. Hiyo ndio namba yangu ya M-Pesa. Hiyo ndio namba unaweza nipigia nayo. Hiyo ndio namba unaweza kunifikia nayo. Kama unanijua, hata kama unijui, please ni support na kile uko nacho. I need a new instrument to preach the word of God. Nahitaji vyombo zingine za kuhubiri injili. Tuma anything. 200, 500, 1000, chochote uko nacho. Please, any amount. Hata kama unaweza nunua hizo speaker uniletee, mimi nitashukuru. Sio lazima unipatie pesa. Hata kama unaweza nunua hiyo speaker ama speaker za kuhubiri, unaweza ukaniletea, nitashukuru. Kama unaweza nunua kiti uniletee kwa sababu ya kanisa, I will appreciate and God will bless you. Please nishikeni mkono, tushike kazi ya Mungu mikono. Hawezi ukasupport kazi ya Mungu na ukabaki vile vile. Please, najua kuna watu uko hapo, uko na 1000 kwa simu, uko na 10000 kwa simu. Wewe Mungu amekubariki, unahisi unaweza kuninunulia speaker mpya, unaweza ukanisupport. Please ni support. Please ni support. Please nishike mkono. Naje Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo ataweza kuwabariki. Si Mungu awabariki sana. Si Mungu awafungulie milango mnapoendelea kunisupport. Nimesema namba yangu ya simu ni 0110 86 92 43. Namba yangu ya M-Pesa ni 0110 86 92 43. Mungu awabariki sana, ninawapenda. May God bless you. Please support me. Bye bye. Kwa sasa tutajua vile Mungu atafanya. Ningeomba tu ni support. Tapeana hii namba yangu kwa simu. Namba yangu ya simu kwa mara ya mwisho. Narudia tena pole pole. 0110 86 92 43. 0110 86 92 43. Mungu awabariki nawe pamoja na nyinyi. Mungu awabariki nawe pamoja na nyinyi. Bye bye kwa sasa. Asante.